And we are rolling. What a day. Maze, what a day. What a day, Literally. man. What a day. Maze, first of all, hata sijui niseme aje. Nitajaribu as much as possible nisikas kwa hii pod. Niko vexed. Hey, like But dead ass, like si fair, man. Like the real hustler nation inateseka. Like Singapore imebaki sink hapo bana. Man, hata I think hii episode itaitwa sink hapo wallahi. Hata si sink hapo ni SYNC hapo. Kilimtu yangu. So mazee, welcome to the first podcast of the year. Weh! Buddha, I turned 22 like last week. And nimekuwa nikisema nitakuwa nafanya vitu major, tutakuwa nafanya vitu noma. So on today's podcast I have one of my favorite friends, number 1, mziza mwenyewe kwa majina, acha hata jitambulishe. Drum roll. kwa majina Mzee Eddie Kibet Sawe, aka Epitome. Creative Director and CEO of Epitome. Mr. Nonchalant, Mr. Single Boy. Kuna kitu ndeshi kukontrol nayo kayo. Ipo siku. Dunia duara. Man, lakini anyway, kwa majina naitwa Eddie. Kujua ile video ule demo wanasemanga and I'm single. Kule kana kwa kamedunga scouting. Anyway, wewe mzee. Unasema what a day manze. Buda, umeshindaje? Umeshinda fiti. It's been a minute toka tupatane. Yeah, tulipatana last week on Friday. Bro, unasahau tulikuwa job. Manze. Man, tumekuwa tukijituma jo. We, itakuwa rahisi bro. Kwanza last week ikiwa personally kuna bill ilinibo. Sitadanganya ni ile 15. Ile 15 iliniuma. Lakini anyway, ni the price you have to pay for. Manze, a bad day in business. Man, that's a bad day in office, man. Man, ilikuwa bro nakwambia, and then ilikuwa like ilikuwa 2 days before my birthday. Sasa nilikuwa hata na birthday blues at that time. Kona feel like, wow, what's going on? Sijui mbona, but saa zingine ukiturn like an year older una feeling ni kama sijui these days like birthdays as in Bro, ushakuwa ank. Bado sijafika ang status. Ubambia watu miaka zako uko naingia mid-20s. Bro, ni kama unaenda si buda birthday yako iko in like the next 2 weeks mse. Na unajaribu hapo kuniambia nini atuko the same age. Cheko mse. 22 like personally na feel mid-20s ni like kuna kuanga na 20s, early 20s, mid-20s na pushing 30. Sasa mtu ana push 30 wasa ni ank. Wow. Me personally I think ile time kuna a certain cousin of mine anaitangwa Nimo. Sasa Nimo she's around 25, 20. Sijui Nimo ako 25 ama ako 26. I know she's 4 years older than me, so she's 26. Yeah. Anasemanga na feeling akiwa mzee. Lakini ana push 30. So yeah. Yeah, anaweza kuwa ni mzee, in one or another, thinking about it. But yeah, man. But anyway, other than that, today we really just wanted to talk about the state of the nation, man. The state of the country. Bro, me personally, I'm not going to lie to you. I'm so vexed. I think hata tutaifanya in turns first. Because me personally, kitu yenye imeniuthi leo is the fact that nimesikia that expenditure ya State House imepanda from 8.5 billion to a whooping 17 billion. Bro, like unajua hamuelewi the fact that things are getting looted in bees.
And then something else yenye personally about Kenyans inanishangazanga ni how fast tunasahau wingi. Bro, si 11 billion ya SHA ilipotea tu juzi. Hizo scandals ni mingi. Bro, scandals ni kibao. Like, so fucking many, man. I'm sorry, hapo nimekas. But, ni so many. Hata to a certain point, unakaa hivi chini unashangaa. Ai, shida ni gani? Like, realistically, what is going the hell on? I'm so vexed, I'm so angry, I'm not even understanding what is going on. Alafu hata tujafika kwa issues za leo. Buda. Hizo State House inatumia 17 billion. Bro, nilikuwa naona ati expenditure ni sijui ati wanatumia 48M a day. 48 million a day unafanya nini nayo? Hata ukiamua uoge bro, 48 million. Bro, what is like unafanya na 48 million every single day? Every day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48. Sasa kuna watu tutukana wako njaa. Bana. Angalia venye Nairobi iko saa hii. Buda. Nilikuwa naona kuna rafiki yangu anaitwa Ted. Amepost ati Nairobi was built on a swampy plain or something. So like itaishi tu kuflood time and time again. But to be very much honest and serious, hii Singapore kweli Buda tunaenda. Bro, any sink hapo. Bro, we are sinking, Buda. The country is just on a downward trajectory, man. Like, nakanga tu hivi chini niko like, you in your sane mind right now as a Kenyan, like, majority of Kenyans ndo wanateta that everything is not okay. Na kuna a certain percentage of Kenyans wenye wanasema kila kitu iko sawa. Like, sasa ni sisi majority wajinga ama, like, cause hiyo ndo kitu ingine si understandingi. Na ni watu tu kwa ignorant na just like wanajiangalia hata kujua wengine wanaendeleaje. Yeah, man. Cause bro. Wow. Guy. Man, niko so much confused on what to start saying, man. Anyway, it's a cold Saturday morning. It's around, I think saini around nisangapi? Saini 2:25 AM. Nimefika Juja like an hour ago. Juu ya traffic, kume flood. Karibu basi yenye nilikuwa nimepanda ibebwe na maji. Iko ikuwe ni mbaya wala. Wa haiwak wallahi. Haiwak. It is not working. It is not working. I repeat over and out. It is not working. It is not working. It is not working. Na before hata tuende mbali, umechukua kura? By the way, umechukua kura? Man, cause me personally, kulikuwa na something nilikuwa na read out. Msa alikuwa nasema that every generation has a certain cause that inafaa kufanya. Na mkikosa, mtaishi tu kuregret na kuwish that the next generation inaweza fanya kitenye kufanya. So like Gen Z, the generation that is before us is millennials, no? Personally, I have no, sipendangi kuisema hivi, but I feel millennials are so scared and are so system wired. Like wako so wired. Hata siwezi sema scared, lakini naweza sema system wired. Wako so system wired, like hawako, like nilikuwa na notice Gen Z wengi by the way ni dreadheads vijana. Like nafeel nika tumerudi enzi za Mau. Like nafeel nika tumerudi kupigania independence. Field Marshal. Yeah. So Chikiedi amejifunika nini kwa kichwa. Manze uzalendo all the way. Manze uzalendo mpaka mwisho. Chiki ameiva. Team Kenya manze to fight for to the world manze. But man, personally, it is not working. It is really, really not working. Like, I'd want to rant all night, bro. All night. Lakini personally, nilikam kuona that we are the
nitasemaje, we're the consequences of our actions. Like wewe ndo ulipatia msee fulani kura, alafu amefanya hiyo miaka 5 ya kwanza akiendelea kutenga, alafu mpatie ya mwisho hiyo 5. Buda, mi sikudanganyi, if we are not able to vote this regime out, we will have the hardest 5 years of our lives till 2032. Most of us will die through suicides. Most of us will, bro, hata sikudanganyi, like itakam kuwa ngumu, like so bad, like sikudanganyi bro, sikudanganyi. Tukikosa kuchomoa mjamaa 2027, bro, hii miaka ingine 5 hatakuwa na kitu ingine to lose, hatakuwa na anything else to lose, bro. Like I swear to God, Kenya is being treated like his small shamba, anaigawa venye anaidai. Like tuanze passports, ndo hizo tumesikia ma RSF leaders wamepewa ma passport, bro. Passport yangu mimi niko na passport for like an year now, nilichukua last year. And bro, unajua kuliko nani alikuwa sema, I think Boniface Mwangi alikuwa sema that hii venye anaendelea kupeana passports za Kenya, ndo passports zetu zinaisha nguvu, like haziwezi kuwa credible to other countries, cause kama mnapatia warlords passports, bro, passport buda, Hiyo ni crazy. hiyo ni crazy msee, hiyo ni crazy. Hata refugees hawapatangi ID za raka hivyo, sembuse passport. Hata shida ni nani anapewa? Mtu mwenye country zingine hadi zikanyaga. Buda, ni mbaya, kana smell, kananuka wallahi. Na mikio kuna kitu moja naonanga, sisi ka Gen Z, sisi ndo ile, like I swear to God, tukiweza amua tu align na tushikane wallahi. I swear tukiweza shikana, unakumbuka venye tulitokeanga tao time ya maandamano, tukiweza shikana, inaweza kuwa mwecheche, mnaweza peleka home kila mtu mwenye mnataka ishi home. Kama amelute zizo zake zenye amelute, acha tuoshe, waende tu nazo, we renew and we rebuild. Because me I believe money, pesa ni kitu, pesa huenda ikirudi, na pia mnaweza create value, na value ita attract do. Get. Because mi saa zingine nakaanga tu hivi chini niko like, Buda, the political class is just 5,000 people. We are like, I don't know how many millions. Tuko 40 something to 55 million. 45 million. 45 to 55 million, acha tuseme. Tuko 55 million people na tunashindwa kustand against just a small multitude. Buda, you need to understand that the power belongs to you. Bro, I'm not even lying to you, man. Hii power ni yako. Na ni yako wewe. Personally, I'm not the kind to like kujihurumia kusema yes atadu nini, lakini point imefika, nimejam leo whether tuna rekodi 2 days to the live recording. Yeah, live recording is on Sunday. Nini drop ya Nakugeriamani itabidi imedelay kwa sababu wanataka kufunga Uhuru Market na huko ndo natengenezeanga vitu za Epitome. Sasa yani wanataka hata kufunga like njia zetu za kutafuta. Bro, like I said, ile time sasa sisi ndo tunaanza kuwa young entrepreneurs, ndo tunaanza kuanza life, ndo tao kuna flood busy nasema bro, lakini personally I think kuna hope bado tunaweza badilisha vitu as early as now. Kuchukua kura, the first step unaweza fanya. Kuchukua kura, umake sure umevote. Unajua kuna watu wako tuseme passive na hiki kitu, na saa hii tunaona ni real, si movie, ni real. Mbaya wallahi.
like tukiendelea kuitake passively hivi vitu zitakuwa mbaya. Sasa tufai tu Kana ile vida fulani akamte fulani kakafanya hivi bana, tunafaa tu inject. Alafu sahau bro, Alafu- mimi pesa balance yangu I think ni 83 bob sahi, na kuna mtu ana loot billions. Ai Jamani. Jamani. 48 million daily. ai kimbaya. It is very bad, it is very bad. It is very bad actually. Oh my god, I am very guy, ni mbaya walai, ni mbaya crazy. Lakini napenda initiatives tunatake as Gen Z. Real. Kama wewe unafunzana constitution ndo Kwanza it's been a minute since nifunze, but kutoka date 8 sini Sunday, on a Monday tunaanza daru. Kwanza tunaifanya very differently. Acha hata niwaambie venye itaenda. We have exactly 18 months to the elections. And guess how many chapters do we have in the constitution? 18. We have 18 chapters. So every month, because nilikuwa actually sija shoot content ya constitution for a minute. Nataka tuifanye hivi. For the next 18 months, so help me God, nataka to tackle every chapter of the constitution per month. Multiple lessons broken down into simple, sizable, understandable pieces. Now by the time tunaenda kuchagua our next president, MP, governor, MCA, senator, uku unajua katiba yako. And then kitu ingine pia nataka usaidizi, especially from young Gen Zs who are very much enabled in their vernacular languages. Because mi naweza boronja Kikuyu 1 2 3, so naweza kuwa able kukalimani like hiyo short lesson into Kikuyu so that kalimani tena. Buda, ulikuwa umelala daro ya swa? Daro ya swa Miss Con Meadows. Daro ya swa nilikuwa unajua class yetu ilikuwa Kiswahili. Buda. Chozi la heri Kigogo yote tulipitia, tukachambua, tukamaliza. But anyway, tulikuwa tunaongelea hiyo story ya yeah, like tuko able kuifanya in a way, because mi naonanga wazazi wetu, like generation ya wazazi wetu, sitasema ni unteachable, but you can't teach an old horse new tricks. I mean, nitangwa nini? Like like yeah, but you can inform them on some small things. Wasikuwe ignorant. I'm just saying it as it is. Because hakunanga watu wagumu sana kuconvince on matters zenye zina happen ka wazai wetu, like no shade or all respect. Me personally I think like kuna kuanga na certain way wanakuanga kama. Personally I think we just need to lead by example. Like kuonyesha venye vitu ziko saisi venye vitu zilikuwa na kitambo, venye tuonyeshe intention yetu ya kubadilisha vitu. Yeah. Na watatujoin eventually. Watatujoin like whether they like it or not. Lakini watatujoin. Itabidi. Because man, saa zingine inakuwa ni ku. Mwenye kwanza amenibu. Chetu nikuwa honest ni Sakaja tu. My aesthetics tu. Kazi yake ni kutu paka mafuta na tujaoga. Walai kutuwekea tu lights tao sa hizo downtown kuna flood. Like sunaona vitu wanafanya like kuna mse flying niliona TikTok akisema kulikuwa na billboard ya Sakaja Kiambu. Niliona. Like sasa unafanya ni Kiambu, kazi yako iko Nairobi. Kiambu hata iko part of Nairobi. Kiambu iko part of Kiambu. Like Ruiru iko part of Kiambu. Mbona hii miele ya Aquakaja. Aquakaja. Bana. Think hapo. Think hapo.
It's very bad. It's not good, man. It's not good. It's not good at all. It is not Na good. next time tusichague watu juu ya dimple. By the way, kitu iko hapa. Was Polycarp Igathe right? Unakumbuka Polycarp Igathe? Alikuwa na vai against vai tena. Naweza mchagua. Wallahi. Si Polycarp. Polycarp Igathe. Polycarp Igathe ndo alikuwa na vai against ni akimwambia sijui nini zake ni papers zake si correct or anything. But yeah, bro, it's not working. You people are doing a lot of PR. I think you're like you're spending more on PR than on on the actual projects. PR zenyu ziko fiti, mnajua kufanya PR. Mbaya. Tunaona tuwezi taja majina lakini PR mnajua kufanya. Si mnajua kuficha white. Bro. Gava imejaa clown. Jesus. Bro. Tunaona tukipangwa hapo. Lakini the best thing is 2022 watu walichaguana, Gen Z wengi hawako wamaliza shule. Mimi siko na ID. Mimi hata siko na ID, siko hata na kura, sikuchaguana 2022. My first vote is 2027 and there are a lot of Gen Z's first vote will be 2027. Don't let your first vote be a vote for a sellout. Make change with your first vote. As a matter of fact, I think hata hiyo ndio inafaa kuwa. Na usikuwe passive ati useme hizi vitu huwa zitusaidii. Kwanza my influencers, me personally, meta tu niseme tu venye niko. Sisema niko that much influential on Instagram or on social media as per se. But ni influencers mnanyamaza tu kujaribu kuendelea kubuild brand zenu. On top of the bro, unajua mi kitu moja unafaa ku understand as an influencer is unaona how followers wako ni people who listen to you, like you are a leader in one way or another, so don't be mediocre. Tuko na so many mediocre influencers, man, so very many. You gave the wrong people popularity, and I'm not even lying to you, you gave people who only care about themselves popularity. Bro. Me personally, ukiweza niuliza to me, my favorite influencer ni Dero. Dero Reacts will always be number one because he's the number one biggest whistleblower of our Gen Z generation. And of late nimekuwa nikinote hajakuwa kipost as much as when alikuwa na postingi. Sijui rada yako Dero, sijui unapanga aje, but I really hope urudi kuendelea kufinya mazi, kuendelea kupiga hiyo bro, I will be utakuwa unachomoa alafu evil. I'd even want to one day host him around, tukae tu chini, because that's a very great man. That's a person who ni mse mwenye anaonanga a better Kenya. Nao ndo watu tunahitaji sahi. Buda, mimi naonanga a better Kenya pia, by the way. Kuna vitu zinakuja na mtaona tu. But hizo vitu haziwezi kama hatuta take action sisi. Me personally, I'm talking to Gen Zs. Me personally, acha tu niseme tu kweli, the other generation imetufail. Ni sisi sasa to ensure that tutafail the generation that is looking at us, especially our small brothers. Bro, imagine mabro wetu by the time wanaanza kuzeeka and everything, bado vitu zimekauka na tukaa hizo jo. Watakuwa na shangaa ni nini generation yenu ilifanya. To be very much honest, itakuwa harder for them to change vitu, man, to sponsor sahi. Every big fire just starts with a small spark, Buddha. Spark endelea tu kuipulizia mdogo, kila kitu tu ita add up. 1 + 1 = 2 + 2 4, 4 + 4 8, hivyo. Na kila mtu tu play part yake. Kwa kura number 1. Mwambie marafiki yako achukue kura. Bro, I think hata admission ya club sasa inafaa kuwa voters registration card. Wala Square ID. Kila mtu ako nayo. Usiende kupiga oble yako na una kura, walai.
Wallahi. Mbaya. Hey. Pia kujaribu create opportunities for each other. Yeah. E.g. collaborations nini usikuwe na kiburi. Yeah. Man. Hivyo ndo tujenge Kenya. Tutoke kwa block. Man. Lakini kulikuwa na kitu fulani moja tulikuwa tunakaa chini na Matilda tukiulizana. Nilikuwa nasikia history ya tuseme like do you believe Eddie like after like tumefika point yenye tunataka kufika. Will it be all for yourself ama bado utakuwa together with like the community? Personally, everything I do, na ukitaka kufanya anything I think that will make you successful for a while, lazima involve community, lazima usaidie watu. Yeah. Pia pesa itakaa mkisaidia watu. Yeah. Na utaishi a more fulfilling life. Yeah. So me, nitaishi kuwa for the community. Maybe like means ndo zitachange ya venye nitasaidiana na venye nitakuwa na move, lakini eventually tu ita support the community in one way or another. Yeah. Because nilikuwa nawaza hivi like I was looking at mtu kaa Mr. Bonga na Jalas. Like sahi ako with a government. Like anataka kuplay the political game. Like unaget kitu najaribu kusema. Like anajaribu kukua like kila mtu atasema yeye ni mbaya but caution note how politicians wanakoliangwa wabaya ndo wanaendanga kuwa like so big in politics. Like the fact that y'all okay minangi kuisema hivi because sitaki kuisema hivyo but mlifanya like mlichagua mtu alikuwa na kesi ya ICC kama president wenu twice like Uhunye na Ruto, watu walikuwa na makesi ICC. ICC si Supreme Court, International Criminal Court. No maana wako na hiyo dusty yote. Cause walikuwa like bro like I beat ICC man, what more can you guys do to me? We mjue game tunacheza sahii ni rough, tough, rugged, 3 hours. Ni mbaya, ni mbaya. But anyway, haiwork. It is not sema. The end of it all, just know that it is not freaking working. Naka unaimbanga 2 term, kaa chini ujiambie mimi ni fala. By the way, kama unaimbanga 2 term, just sit down with yourself and your brains and useme tu, jiangalie tu kwa kioo useme mimi kwa majina naitwa ABCD na mimi ni fala. Cause kwanza kawe ni Gen Z. Like millennials mimi sina shida na nyinyi. Mnaweza imba tuta madi. Like mimi sijui like cause like you people just go with what has been systemized to you guys. Azimi nono mwingili. Mimi personally hakuna generation na kuanga sitasema kuchukia but kuwa disappointed nayo. Kama millennials. Especially the majority. And the worst thing is that we have to generalize, unfortunately. Juni the majority. Like, ushika chini ukaongea na millennial. Mimi naona nikawa wanakuanga metuachia ini ya majenzi. Sasa hiyo ndo kitu kingine na ni boyingi. Tupiganie. And so, what do you mean ati tukupiganie? That shows weakness, bro. That shows meekness, weakness.
lack of strength, calcium, potassium, zote lack of. Hawakudungwa BCG. Millennials wako weak kwa streets, hawakudungwa BCG. Lakini nimeingilia millennials sana, but cause mimi sitaki sasa generation yenye iko inatufuata ianze kusema nachukia majenzi, walikuwa na so much potential na kuna shit walidu. But anyway, Lakini first of all unafaa muelewe that the power is yours na si ya mtu mwingine, ni yako. Ndio unabadilisha maisha yako, ndio unabadilisha maisha ya the next generation yenye at least itakuwa under you. yeah. Sasa ukiamua ukuwe passive itakuwa very unfortunate. If itapiga watu. Venye watu wengine husemanga sijui mababu wetu walikuwa wapi shamba zikigawa. Sasa itakuwa Mlikuwa mnadu. Mlikuwa mnadu nini shamba zetu zikiuzwa literally. Sema tuta mnafaa kuingiwa majembe walai. Majembe unaekele wa mabawe. Like, bro. Singina kangati vitu nakerwa. Like, zinani. Nasikia tu nichukue kitu nijitume nikufe. Like, Ni leo ndo nasikia nimefikwa hapa. Jule leo imekuwa siku crazy. Naamka fundi ananiambia usikii vitu zako zitabidi zimechelewa huku siku zuri. Kuangalia NGC maandamano ya Uhuru Market ati wanataka kufunga. Haya, nikaanza safari ya kuja huku. Traffic ingine iko ina make sense. Kufika South Sea flood. South Sea. Like South Sea. South Sea. Like karibu tubebwe na maji. Wale simechukia video mse ana swim kwa flood. Na ukiweza pigwa sizi flood ukiweza shika tu tawaya ka stima huko. Wala nilikuwa kwa petrol station. Na mse ana swim. Tawaya tu kamoja. Nyama choma. Bro. Nageuka nyama choma. Mbaya walai. Mbaya. Anyway. What a day. What a day. Pause. What a day. What do you mean pause? Unajua siku hizi unapozingi kila kitu. Okay, hiyo si okay. Hiyo ni unnecessary pause. It felt like it needed a pause. But sawa. What do you mean by that? Uzielewa. Kuna something walai tunasema. Lakini sijui ilikuwa lini ulikuwa sema ati. Unajua saa zingine una loading. Like unakaa tu hivi. Zini akili yangu inaendanga mbio kuliko venye na react ama naongea. Like akili yangu iko ahead of what I'm saying, unaget. Kuboronja. Boronja hapa. Akili yangu iko way ahead of what I am thinking. Like iko quicker than venye mi huongea. So unaweza pata nafikiria hii before niiseme akili yangu ishaanza kwenda kwa the next thing nini. So inabaki pata. Ni mchezo. Anyway, tumetengeneza a short pod for like 35 minutes. Just wanted to like shoot something small. Nothing much. Like I hope umesikiza. Like hii pod tu ilikuwa usikize. Like skiza message. Skiza message. Like skiza message. Kuangalia vile vitu ziko.
take matters into your own hands. Hivi man, usikue fala, Chukua uende kura. uchukue kura yako man, usikue fala man. So anyway, ni saa ngapi? Ni exactly 2:52 am. Tuna sign out after 35 minutes on air. Yeah, it's been true kwa Deuces. Kimani wa Kashmani hapa in conjunction with Eddie Kibet. yeah Happy man. Tom. So tunacheki Scullies ziko very much available 850 bob. Pia kuna Mangepa Collaboration yetu. collaboration yetu ya Pitum Hizi ziko ready. no Kugiriamani ziko very very ready, extremely ready. Hey. Iza wetu Nyeri na Konyeli. Yeah, so see you on next time's episode ama podcast. I hope nitakuwa able kuedit kitu sahi na ni-push na ni-post na asubuhi muione. So mkiiona asubuhi, rusha thumbs up, likes up. Nawapenda. Chekiane baadaye. Deuces.